kuna makosa mengi ambayo unaweza kufanya ukapata picha mbaya, hasa katika picha za studio au za ndani nikiona maanisha. Na hapa kuna makosa matatu ambayo ukiyafanya haya yanaweza kusababisha ukapata picha mbaya au kutokuwa na picha zako kutokuwa na mvuto na kuvutia kwa watu wengine. Na makosa yenyewe la kwanza kabisa ambalo unaweza ukilifanya au ukiona unalifanya linaweza kusababisha ukapata picha mbaya ni kuweka object yako au mtu karibu na background. Hii husababisha kutokuwa na blur katika background yako, lakini pia hii inasababisha picha yako kutokuwa na mvuto kwa ambao watakuwa wanaitazama. Kwa hiyo kuweka object au kisu karibu na background kinasababisha picha kutokuwa na mvuto, lakini pia kutokuwa na blur katika picha yako. Na kosa la pili ambalo kulifanya ukiwa unapiga picha za ndani au picha za studio ni kutumia background light, yani kiona maanisha taa ya nyuma. Hii taa ya nyuma ni taa ambayo inakaa nyuma ya object. Yenyewe ina separate kama hii hapa ambayo unaona hii hapa ya njano, hii ambayo inamulika upande wangu. Hii yenyewe kazi yake ni kuniseparate mimi na background. Kwa hiyo ukitumia hii hapa, hata kama background ukiona bado nipo nao karibu sana, hii hapa inasaidia kuseparate kati ya mtu au nikimaanisha kuseparate kati ya object na background. Kwa hiyo hii ndio kazi ya background. Sasa Singapore wapiga picha wengi sana hawaitumii hivyo, lakini wanapata picha ambayo mtu na background wanakuwa wameumana. Hata kwenye kufanya color grading anajikuta akibadilisha color ya background na mtu pia naye anabadilika. Hii ni kwa sababu ya kutotumia bus light, lakini pia na kufanya ile kosa la kwanza kuweka object na picha yako na object na background yako karibu. Na kosa la mwisho ambalo wengi wanalifanya ni kutokutumia white balance sahihi. Nikiwa maanisha kwamba kuna wengine wanaweka white balance ambapo picha zinakuwa za blue sana, au mwingine anaweka white balance ambapo picha zinakuwa za njano sana. Kwa hiyo inasababisha picha kuwa mbaya, kutokuwa na muonekano mzuri. Kwa hiyo kutokujua matumizi mazuri ya white balance. Na kama unatamani kujifunza setting nyingi sana ambazo zinahusiana na kamera, kuna video yangu hapo juu ambayo inaelezea setting muhimu katika kamera ambayo unaweza kujifunza na kuzifanya katika picha zako. Inaweza kusaidia kupata picha nzuri na za tofauti kama hizi hapa.